Karibu tena katika usanifu wa zana za kufundishia. Hii inayoonekana hapa ni puzzle ambayo inatumika katika zoezi la ufundishaji na ujifunzaji darasani. Imetengenezwa kwa mbao kama inavyoonekana. Hii inakuwa na kadi maalum ambazo zinakuwa katika hivi vyumba, ambazo zinakuwa na mpangilio kwa kila vyumba. Kila chumba kinakuwa na kadi na huu ndo mfano wa kadi. Sasa hapa nataka nikuoneshe ni namna gani jinsi zinavyosogea. Hapa mwanafunzi atakuwa anahamisha kadi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kuunda neno fulani au namba. Kumbuka hizi kadi zinakuwa zimeandikwa namba au zinaweza zikawa zimeandikwa alfabeti au ilabu a e i o u kama hizo. Kwa hiyo mwanafunzi atakuwa anatumia hii kwa ajili ya kupanga ili kuunda neno au mpangilio wa namba kadiri ya mwalimu anavyokuwa amebuni somo lake. Hizi zenyewe ni kadi. Kadi hizi zinakuwa zinachomekwa katika vyumba hivi na kuweka katika mpangilio. Kwa hiyo hapa inaonyesha kadi inatoka, inaweza ikatoka, lakini pia ukairejeshea kwa ndani hapo. Lakini pia sambamba na hivyo unaweza ikasogea. Nadhani unaona jinsi zinavyokuwa inasogea. Hivi ndivyo ambavyo mwanafunzi anaweza akatumia mchezo huu au zana hii ya puzzle. Lengo la hili ni kumwezesha mwanafunzi kukuza uwezo wake wa kufikiri. Hii kidogo inakuwa na changamoto katika kuitumia, lakini lengo ni mwanafunzi aweze kuongeza uwezo wake wa kufikiri. Lakini pia kifaa hiki kinaweza kikatumika kama mashine ndogo ya kufyatulia tofali. Hii ikiongezwa unene ina uwezo wa kuzalisha tofali katika wanafunzi au katika elimu ya amali ambapo wanafunzi wanajifunza mambo ya ujenzi. Kwa hii ndiyo puzzle. Basi ndugu mtazamaji, kama umependezwa na video hii, tafadhali acha comment yako kama unahitaji kufahamu jinsi ya kuitengeneza. Shukrani sana.